zao, wajaribu kutuambia zile ahadi wanazozitoa kwa wananchi ili kuwapa maneno matamu ya kuwafariji kwamba watafanya hiki na hiki na hiki. Je, zile ahadi zao zinaakisi mipango mbalimbali ya maendeleo ya taifa? Kwa sababu imetokea kwamba wagombea wengi mbalimbali, wengi wako nafasi za urais, wabunge na madiwani, ukimwambia habari kwanza tu ya malengo ya milenia ambayo yameisha mwaka huu, na tukaona malengo endelevu ya maendeleo au SDGs ambayo tumeanza nayo na Mheshimiwa Rais alikuwa pale Marekani, Umoja wa Mataifa, tarehe 25 mwezi wa 9 katika kushirikiana na viongozi wengine wa dunia kuyapitisha malengo endelevu ya maendeleo 17. Hawajui, sio rahisi, sio mbunge, sio diwani, hajui kwamba tulikuwa na MDGs, hajui kwamba tuna SDGs, hajui hata dira ya taifa ya maendeleo ina mambo yepi, hajui mpango wa miaka 5 ya maendeleo una nini, mwaka huu uko vezi ya ngapi, bado vezi ngapi, unashughulika na nini. Sasa huyu mtu anapokuja kukuambia na kuletea maendeleo, lazima ujiulize mara mbili. Lakini Bwana Mangi, hapa tunataka pia tujiulize tatizo ni liko kwa upande upi? Kwa sababu huyu ambaye anapewa hotuba na anayeahidiwa hata hahoji kwamba hizi ahadi zitatekelezeka kwa mfumo upi. Tatizo hapa linakuwa kwa upande upi zaidi? Au sisi sote kama wananchi hatuelewi kile ambacho tunaahidiwa na hatujui kwamba tunataka tufike wapi, na wale ambao wanatuahidi pia hawajui wanachotaka kuwatendea wananchi? Ni nani ambaye anatakiwa laumiwe kwa upande huu? Kwa upande wangu mimi ninasema kwamba kila mtu ana wajibu. Yule ambaye anauelewa ana wajibu wa kumwambia yule ambaye hana uelewa, na yule ambaye hana uelewa ana wajibu kabisa wa kutafuta na kuuliza. Na ndio maana kama hivi sasa tunawapa uelewa wananchi na hata hawa wagombea mbalimbali, na si tu wagombea bali wale waliopewa dhamana mbalimbali za kutekeleza maendeleo kwa wananchi wa Tanzania. Kwa sababu nina imani huwezi kuuliza jambo kama ulijui, na pia huwezi kuliongelea jambo kama ulifahamu kwa undani. Kwa hiyo ni nafasi ya kipekee. Hizi kampeni zilikuwa zinatoa nafasi ya kipekee kabisa kwa wagombea mbalimbali, mfano kufanya tafiti mbalimbali maeneo wanayotoka, maeneo wanapokuwa wanapita, wafanye tafiti mbalimbali. Unapoenda kutangaza sera zako mahali pale, unajua kabisa hili eneo lina shida ya maji. Kama lina shida ya maji, limetatuliwa kwa kiasi gani, limekwama wapi, na mimi naenda kufanya nini. Na pia kwenye mipango ya taifa ya maendeleo, maji ambayo ni tatizo katika ile eneo limewekwaje, limesemwaje, kuna mipango ipi. Kwa hiyo unapoenda sasa kutoa hotuba yako kwenye hilo eneo, tayari unakuwa unajua tatizo la wananchi wa mahala pale ni nini, ili iwe rahisi kuakisi wao. Unajua wananchi ni watu ambao ni waajabu sana. Sasa hivi unaweza kumdanganya kwa mambo madogo akakuelewa kabisa. Alafu baada ya kupita uchaguzi, yeye ndo anaanza kunung'unika. Na kwa sababu yule aliahidi kitu ambacho hana uhakika nacho, anakaa kimya, na mwananchi anakosa pa kwenda kuulizia. Kwa hiyo tuende kwenye ile dhamana na dhima halisi kwamba serikali huwa inatoka kwa wananchi, na serikali inawajibika kwa wananchi, kwamba yule ambaye anahitaji kuchaguliwa awaambie wananchi kilichopo, na wananchi kwa nafasi yao wapate nafasi ya kuuliza na kujibiwa. Ndio maana
hizi purukushani nyingi za kuambiana maneno mengi badala ya kutoa sera ili watu waweze kuuliza namna gani zile sera zinaenda kuwakomboa katika matatizo ya mbalimbali yanayowakabili, ni jambo moja la msingi sana. Lakini pia Bwana Mangi, kuna tatizo ambalo wengi hatulielewi. Kampeni huwa zinahusisha gharama kubwa sana. Lakini sijawahi katika maisha yangu yote kusikia kwamba kampeni imetengewa bajeti kiasi fulani. Unaona tu inatumika, kuna vitu vingi sana vinavyohusisha gharama kubwa, kama bango, t-shirt na vitu kama hivyo. Hizi zina impact gani kwa taifa na hasa kwa uchumi, lakini kwa wananchi wale ambao wanaenda kupiga kura? Lakini kwa upande mwingine hizi hela zinatoka kwenye vyanzo vipi na zitarudishwa kwa mfumo upi? Wewe unalizungumziaje hili? Na ninashukuru Bwana Bernard, umenikumbusha jambo moja. Kwa kweli sasa hivi ninafarijika kuona bendera mbalimbali zinapendeza na nyingi kweli kweli. Ni kwa sababu ya kipindi cha uchaguzi. Na watu wanapendeza kwa t-shirt na kofia za vyama. Wanapendeza kweli kweli, kwa sababu nakumbuka kabla hiki kipindi kulikuwa natembelea ofisi kadhaa na kuta hadi bendera zimegeuka rangi, zingine zina michirizi zimechanika, lakini hakukuwa hata na budget ya kununua bendera moja tu. Sijajua Tume ya Taifa ya Uchaguzi inaliangalia hivi vipi. Naona kama imelifumbia macho, lakini kifupi niseme kwamba katika chaguzi zote ambazo nimewahi kuzishuhudia, uchaguzi wa mwaka huu kwa kweli gharama yake ni kubwa sana. Wagombea wote wametumia pesa mingi sana katika kuandaa na kujinadi kwa wananchi. Baka inafikia wakati mwingine nasema jamani, ni nani aliyetuloga? Kwa sababu ukienda kwenye jimbo moja ukaangalia pesa iliyotumika kwa wagombea kujinadi, kutengeneza mabango, t-shirt, kofia, kukodi usafiri mbalimbali, kukodi magari, kuzunguka karibu mwezi mzima, huwa najiuliza kwamba kama jimbo tu lina wagombea 2 watatu na hilo jimbo lina changamoto za kutosha kweli kweli, ndiposa tunapokuja kwamba wananchi wanahitaji kitu kidogo sana. Wananchi hawahitaji maneno matamu, wananchi hawahitaji kuvalishwa kanga, wananchi hawahitaji kuvalishwa t-shirt. Wanajiuliza kwamba hivi ingekuwaje mgombea mmoja pale walipo katika nafasi zao? Kwa sababu nina imani kabisa hizi vitenge, kanga, kofia na safiri 10,000, 5,000 zitaisha ndani ya mwezi mmoja. Kwa hiyo ni kwa nini sasa wagombea wasingeweza kubuni, wakaja tuna mbinu, ingawa sasa hivi naweza kusema imesha na muda wake. Kila mgombea akaangalia kila jimbo lina tatizo gani, akalisimamia, akalitekeleza, akaunganisha na wananchi katika kutatua matatizo yao mbalimbali, kuliko kutumia fedha kwa kiasi kikubwa namna hii. Na hii imetokea kwenye majimbo yote, katika nafasi zote, urais, wabunge na madiwani. Pesa iliyotumika ni kubwa sana, na unajiuliza vyanzo vya fedha za kugharimia hizi kampeni zimetoka wapi? Uchumi sasa hivi tunauona ulivyo, naambiwa unapanda, lakini huwezi kusema uchumi unapanda kama haureflect, kama hauakisi maisha ya kawaida ya binadamu wa Kitanzania. Uchumi unakuwa kwa 7% kwa mwaka, lakini hiyo tunaongelea foreign direct investment. Na hiyo 7% inamgusaje yule mwananchi ambaye yuko kijijini? Na yeye kwa kina maana gani sasa? Sasa tulikuwa tunategemea kwamba 7%, tunapoongelea 7% uchumi umekuwa kwa 7%. Tunataka kuona sasa yule mwananchi wa kijijini wa kawaida kabisa,
yule ambaye yeye anahitaji maji ya kawaida kabisa akayapata. Tunahitaji huduma za kawaida za afya akazipata. Lakini sasa kama unasema uchumi wa taifa umekuwa kwa 7%, tulikuwa tunatarajia tuone sasa huduma mbalimbali za kijamii kwa yule mtu wa kawaida kabisa wa chini ziwe zimeboreshwa. Tunaongelea afya, tunaongelea elimu, tunaongelea maji na mambo mengine. Lakini sasa kama hicho tunachosema kwamba uchumi kwa 7%, lakini yule mtu wa kawaida kabisa ambao sasa tunategemea kukua kwa uchumi kumpate huku aliko kijijini, anaendelea kwenda chini zaidi. Sasa huo uchumi, kukua kwa uchumi hakutakuwa na maana yoyote kwake, kama sasa uchumi unakuwa huku lakini kwake yeye anaona kama ni ndoto. Kwa hiyo hapo hiyo bado ni changamoto. Kwa hiyo tunajiuliza sasa ina impact gani katika uchumi? Moja ya impact kubwa sasa ya hizi kampeni ambazo sasa huwezi kujua watu vyanzo mbalimbali vya mapato vimetoka wapi kwa wagombea mbalimbali. Hili swala labda niliachie tu Tume ya Taifa ya Uchaguzi, maana huenda ikawa na majibu sahihi nini kifanyike, na watu wanaweza kusema wapi wamepata vyanzo mbalimbali vya mapato makubwa namna hii ya kuendesha kampeni ambazo zimekuwa ni za mabilioni ya shilingi. Lakini pia sijui mimi nimesoma finance, fedha na uhasibu, na moja ya mapato makubwa ya halmashauri zetu huwa ni matangazo ya mabango. Nitashangaa kidogo, na huwa labda nitakuja kuuliza nikipata nafasi wa kumuuliza kwamba kuna mabango mengi sana yametumika mwaka huu katika uchaguzi. Almost zile ni sehemu za mapato ya halmashauri mbalimbali. Sasa sijajua sasa ni namna gani, inaingiaje, vipi, wanalipaje hizo kodi za mabango wanayokuwa yamesambaa na kuwekwa mahali mbalimbali katika hizo halmashauri mbalimbali. Kwa hiyo Bwana Bernard, niseme kwamba gharama za uchaguzi wa mwaka huu ni kubwa ambazo hazijawahi kulipata taifa la Tanzania, na inaleta shaka kwamba kuwa mbunge inaleta picha gani kama gharama kubwa kabisa ya kutumia kupata nafasi hii ya ubunge. Ni kwa nini watu wanakimbilia ubunge na nafasi mbalimbali hasa za siasa? Kwa sababu zamani tulikuwa tumezoea kuona kwamba mtu kuomba dhamana ya wananchi ni mzigo. Lakini sasa hivi watu wanakimbilia na wanafanya kila juhudi na kila jitihada kuwa pale. Tunaanza kuwa na shaka kidogo na hii nafasi hizi nyeti, je, zinaenda kufanya kazi iliyokusudiwa ya kutunga na kusimamia serikali ama la? Kwa sababu kila mtu akikimbilia kule hatuangalii. Tunashindwa kuelewa nani ambaye atakuwa anamlinda mwenzake kama wote tunakimbilia ndani. Lakini pia hebu tuangalie nini matarajio ya Watanzania, hasa tukiangalia kwamba kwa mwaka huu vijana wameonyesha mwamko mkubwa sana, na tunategemea pia watajitokeza sana katika kuchagua, lakini wakiwa na lengo la kuhitaji mabadiliko ambayo wenyewe hawayajui. Tukiangalia asilimia ya vijana, ule umri wa uzalishaji kati ya miaka 25 mpaka 54, tuna watu asilimia 49, lakini kati ya hao hatufiki asilimia 20 au 15 tu ya watu ambao wameajiriwa. Pengine ndio sababu wengine tunakimbilia siasa. Lakini ni nini matarajio yetu baada ya uchaguzi huu, baada ya kumpata huyo rais ambaye tunamhitaji, pengine rais mpya? Ni nini ambacho tunakitegemea? Ajira sana zitapatikana kwa vijana, na zitakuwa zinatengenezwa kwa mfumo upi? Wewe uko Tanzania,
ni nini ambacho nakiona na ni Watanzania wana mategemeo gani zaidi baada ya uchaguzi huu? Kiukweli